Clouds TV, empowering lives. Thank you. Father, we glorify, we worship you. Tunakuabudu tena kwa sababu ya ibada hii nyingine. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa mwongozo wako mwema na hata baraka zako. Asante kwa mapenzi yako. Nitumie tu kama chombo nikaweze kuhubiri na kufanya kazi jinsi ya mapenzi yako. Nisije nikafanya kwa mapenzi yangu wala kwa mapenzi ya binadamu mwingine, ila niwe tu kwenye mistari, mipango na nia zako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amina. Mtu mmoja aseme amina. Asante sana, unaweza kuketi chini kwenye kiti chako cha muujiza. Tuko katika episode 7, sijui ni kwa nini weekend nzima sense, sijui mlikuwa wapi? Where were you weekend nzima? Sound. Si mngetafuta mwingine tu. Mnasaidia shetani kutushambulia. Habari zenu?
Sio salimie mwenzako, mwambie umesalimiwa. Muulize kama amesalimika. Muulize umesalimika na stailo gani? Nipatie sauti baba. Punguza main. Wow. Nipatie sauti. Sema episode 7 ni 7. Battles of the gates. So far, how far are we? Nipatieni sauti ya mamuzime. You can't be here all weekend, ulikuwa hapa, then you start doing 1, 2 now. It's a total shame. Yeah? Where are we? How have you been blessed? Mpaka hapa tumefika episode 7. Ama mnashika venye nauliza? Tuko kwenye nini zinaitwa aje? Battles. Your mother can be, your daughter can be, your son can be, yourself, you can be a gate. And in any case, kwenye tumesoma mpaka mahali tumefika, tumiona the greatest gate ambayo inatusubua ni wewe. Wewe mwenyewe ndio gate. Ile usubufu tumepata kwa nyumba hii yetu ni wewe mwenyewe. Ni sisi. Your pastor can be a gate. Your apostle can be a gate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile chakula unakulanga inaweza kufanyika gate. Hata ile kitanda unalaliaga. Unajua kuna watu wana worship kitanda yao. Kuna kakitanda unapenda kabisa. Yaani unasikia hiyo kitanda, hey, unasikia ati unaweza kutoa. Unajua kuna watu wanalalaga kwa kitanda ka 3x6. Ukimwambia toka kwa hiyo kitanda na kuambia nitakufa. Kuna watu kama mattress baka kamejichora yeye. Wenye analalaga kama si. Ukimwambia toka kwa hii mattress. Siku moja nilinunulia mama yangu mattress mpya, ile inaitwa doctor's mattress. On advice from a doctor. Ati huyu mama anataka mattress, isiyo doctor's, hiyo ingine inaitwa je? Orthopedic. Nilimpelekea akaniambia mimi siwezi kulalia hii. Kwa nini? Ile mkodoro amelalia, aliniambia hii mkodoro nimelalia miaka 10 sasa. Na nililalia hii yako nikasikia ikiniuma. Nikajua kumbe hii mattress imekuwa nini? Kamugu. Bwana Yesu asifiwe sana. So nilienda nikanunua bed cover, tukakuja tukafunika hiyo vizuri, tukaificha. Alafu tukamwambia ile akalala, hakujua alilala vizuri. Kumbe tukajua ni ile mentality iko kwa kichwa ya kwamba hii mattress asipoilalia, maana ameilalia miaka ngapi? 10. Imefanyika mugu. So mattress hata bed cover. Unajua kuna watu wengine, mimi ninakuwa na bed cover moja. Nilinunua iko na miaka 18. Bed cover yangu moja ya maua ni mzuri, ni bed cover tamu. Tamu sana. Hiyo bed cover nakaaga siku 2 na nauliza mbona hamjaweka ile bed cover? Na haijararuka na haichange rangi. Nilinunua taki. Baka sasa I worship that bed cover. Bwana Yesu. Naonaka kama siwezi kulala vizuri kama haiko. Nikilala siku 2 mpaka nasikia baridi. Ndio. Afadhali iende Washwe Express iletwe tena iweko hapo. Unaona sasa mimi naabudu bed cover. Bwana Yesu. Sasa mimi utanigoja ukifikiria ati osho anaabudu kitu kingine Mungu ama ng'ombe fulani. Kumbe bed cover yangu ndio Mungu. It is a gate. Inanizuia baraka zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nywele yako umeweka kwa kichwa. Kuna watu wanapenda nywele mzuri ile ya kulala baka hapa. Na kuna watu wanapenda kunyoa, unaona amenyoa vizuri, amekata turaini tuzuri hapa tuwili, na hiyo ni desturi ya. Ukimwambia cheje anakuambia hapana, afadhali nikose kukuja kanisa. Kumbe ana worship nini? Huyo mnyoyo. Suliona tulingangana na asense sana hapa. Nile manywele yake ilikuwa afro, amepaka mafuta. Alikuwa anapaka mafuta kama lita ngapi? Sasa unajiuliza, ndio ajipake mafuta hiyo yote na wakati huo wote alikuwa anachukua dakika ngapi? Nikamuuliza siku moja ni kama dakika ngapi, akaniambia ni kama 45 minutes. Mwanaume 45 minutes. Unajua hapo kuna shida. Kuna kitu anaabudu. Maana mwanaume anaingia bathroom within 10 minutes. Ameoga,
amejipagusa, amejipaka mafuta na amevaa nguo na ametoka. Ama namna gani? 10 maximum 10 minutes ni mingi sana. Mimi nachukua dakika 4 minutes. Nimechange kila kitu, nimeoga na nimevaa nguo na nimetoka. Na sasa hiyo already nimekunywa chai. Within those 5 minutes nimekunywa baka chai na nimetoka. Lakini ya sasa 45 minutes. Angalia sasa. Tulingangana naye sana mpaka alienda maombi kuniombea. Ni Mungu mubadilishe asiniambie ninyoe hiyo nywele. Alinyoa tu, mimi nikabia Mungu nisikilize na mimi kwa sababu nataka kuwa mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Alinyoa, lakini unaona kutoka siku hiyo asensi anipedi sana. Anipedi sana maana hiyo nywele alikuwa anaiabudu, anaipenda. Alikuwa amekopi mtu mwingine wa huko Kameruni ama ni Kongo. Anaitwa nani? Amachichi. Huyo Amachichi alikuwa anafugia trouser hapa, sio? Alikuwa anafugia trouser wapi? High waist. Hata wewe ulikuwa unafugia hapa. Unaona sasa nikamwabukiswa aliabukiswa. Sasa kamwabukiso kale kana kamuigia ndani yake, akapata kamungu kingine. Wewe unafikiria unafanya vizuri, kumbe there is a God. Umebadilisha in form of hiyo kitu likopi. So the small things that you find you cannot work, you cannot do without them. That's a small God. Bwana Yesu asifiwe sana. And that becomes a gate which hinders you from success. Sasa angalia, sasa amekuwa mzuri, si anahubirigi hapa vizuri. Sasa nataka hata kama mimi sina mtu naweza kulete hapa nionyeshane. Nataka Saadi ubebeleze mke wako akuje huko. Akuje salimia kanisa. Itawezekana? Ama nipatie namba nimpigie. Itawezekana? Don't confess that. Uko sawa. Atakuja hapa Saturday. Can I promise you? Tuombe Mungu leo. She will come. I'll make sure she comes. Ama niende baka kwake. Sitakubali hiyo maneno. Yeah, sitakubali kabisa. Najua it is an attack and I'm here to stand with you as my brother. Tumepigwa, kila mtu amepigwa kivyake, nimepigwa. Kale kamsugu tulilete hapa. Unaona kale kamsugu kale kaliombea charity yako wapi? Kale kaliombea charity na iani wake. Sasa kanasema ati iani aliyekabia na raraga na mama yake. Na mama yake ni a huge tycoon. Na tumempora hii kanisa, tunamuibiaga kila Saturday. Sasa kanasema ati mimi ni mbaya, nahitaji kuombewa. Na msugu mwenyewe ni devil worshipper. The white man alikuja hapa, alifukuzwa kahawa. Hata alisema alikataswa. Mlikuwa hapa wangapi? Alifukuzwa kanisa ingine. Sisi tukamwaccommodate kwa sababu hata kama ni devil worshipper ni mtu wa Mungu. Anaweza kuchange. Sasa kamenigoga. Kamenishabulia. Kamuzungu kalihubiri, ni siku kapatia kikombe ya maji. Siku kalipa. The problem ya siku hatukulipa yeye. Sasa ni mwarutire pesa giaga kumuliha. Mulitoa sadaka yake? Ulitoa? Anasema hata alikas Kenya. Mumeona kuna video nitawatumia. Alikas Kenya kwa sababu hapa tulimunyima kikombe ya, akaenda akafanya akakas Kenya. Sasa kamekaa kamiona hakajanigilia, lakini akajinigilia vizuri, kakatengeneza video nyingine wakiwa na ule father wa Igoro. Wakatengeneza video nyingine sasa wanigoge vizuri. Wanigoge nini? Vizuri. Sasa Ndura ni mtu wa kugogo. Ati kusema Ndura si mtu. Ndura ameenda jela mara 52. Amepigwa risasi 12. Amenyogwa mara 2. Anyogeki. Lakini tutadili na wao kivingine. Si ndio? We shall deal with them. Mimi najua mama yangu
alikuwaga wa independent. Mimi kioko kanisa yangu ya kwanza kwenda ni independent. Ule pastor alikuwa anaitwa Lelida. Meta kwa Lelida. Lelida alikuwa anaitwa Wajohi. Wajohi alituambiaga shetani, kuna shetani 3 na anashughulikiwa kwa mara ngapi? Ati kuna shetani inashughulikiwa na kuambiwa wewe koma umodhie na anaenda. Na kuna ngoma ingine ya kugodhokerwa, wewe koma toka uende, ya kugodhokerwa. Na kuna ngoma ingine ya nini? Ya mkwajo. Ndio naona watu wa independent wanapenda sana kupigana, na wapiganagi wanakosana, wanalimanaga, wanapigana alafu wanaenda wakiulizana na ni ugothire muno ni ugothire muno ndukwagiro ne kugotha uguo, wanaenda na hawatokagi kanisa, wanatuagana na wanaendelea kukaa ndani ya kanisa, wanasema ndiko mameko rutaga. I think we need to adapt that system, sio? Ndio mtu kama huyo ambao unampatia platform hapa kuja aongeleze watu, alafu anaenda kututusi, tunakamata yeye, tunafinya vizuri na tumclassify thini wa ngoma ya kuhuru, ti ngoma ya kuguthukiro kana gukumwo, ngoma ya gwikatia, ngoma ya kuhuru kana tugo. Ni kwe ngoma ciagino ni kuhuru riu haha tutigwikate. Riu twakiruta wira munene wa guthambia kanitha, tugathambia gathera riu ikarungara wega, ninge mucoke muturehere ngoma ingi. Ni murona gukihotekeka. So episode ya 7 ndio tutafikisha mwisho kwa hizi battles of the gates. Then sijui hawa kwa nini wamenikataa. Nipatie sauti mzuri baba. Ile mhamutumie ile kine. Oh, juu ya live. Sasa mimi mkaniharibia. Sasa mnaangalia waije kuliko hawa wadani. Sawa sawa, asante. So let us look at if God be for us as a gate. If God be for us. Mungu, if Mungu akuwe na sisi, who can be? So that is a gate. If God is not with you, you'll be defeated. Kama Mungu hayuko pamoja na wewe, utashindwa. Ndio nakuta kuna vita vitakuinukia. Lakini if God is with you, and if God is working with you, no weapon fashioned against you that can win against you. Hakuna vita ambavyo wanakuinulia. Hakuna kitu ambacho watakuinulia katika maisha yako ambacho kitaweza kukushinda. Utashinda. Lakini these battles you don't do them. You don't fight. God will fight for you. Moses akaambia wana wa Israeli, maana walikuwa wamefika mahali wanaona ni kama Moses aliwadanganya. Wakauliza Moses, si tulikuambia? Kumbe kulikuwa na discussion. When you are coming out of a problem, when you are coming out of a situation, mambo ambayo yamekushika, mambo ambayo yamekutesa, mambo ambayo uchomoka kutoka kwa hali ya maisha yako, kumbe kuna kuaga na vita, kuna kuaga na challenges, kuna kuaga na issues. Bwana Yesu asifiwe sana. And when you find that things are not working for you, you don't confess, you don't agree with the situation. You defend and fight that battle. Baka ujide. Musa wakati hawa walimwambia, wakamwambia, tulikuambia hapa, kwa nini ulitutoa huko? Tulikuambia tusitoke huko. Tulikuambia wachana na sisi tuendelee kufanya, kuabudu hawa watu, kukaa na hawa watu, tuendelee kuwafanyia kazi, tunakula maleke, tunashiba. Si tulikuambia? Musa akawaambia, yes, niliambia. Lakini naye Mungu wangu aliniambia lazima mtoke. Kumbe hiyo tulikuambia, it is a gate. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo doubt, hiyo ya kugeukia katikati, hiyo ya kukubaliana na maadui, hiyo ya kukubaliana na watu wenye walisema wewe ni mnyonge, wakakubaliana wewe ni mnyonge. Ukubaliana wewe ni mkubavu, wanakubaliana ni kubavu. Usikubali kusema watu wamesema wewe utaanguka, na wewe useme nitaanguka. Haki nimeona nitaanguka. Hiyo biashara yako itaanguka, na watu wamesema utaanguka. Baba yangu siku moja, mimi wakati nilijengea baba yangu nyumba, wakati tu nilimaliza watu kwa kijiji. Unajua watu kwenda kusema kuosho nyumba ya degereka haiwezi kukamilika, haiwezi yani walikuwa wanasema haiwezi kukamilika.
akiwa hai ita nini, atakuwa amekufa, hata ingia hiyo nyumba. Sasa babangu alikuwa anashika hivi, anakuja anaangalia mafudi, maana anasikia ni arero na kuniadu, anasikia ati watu wanasema hii nyumba hautaikaa maana umezeeka. Sasa alikuwa anasikiliza, anakuja anaangalia mafudi, anauliza fudi, hii nyumba itakamilika lini? Anaambia tuna kama mwezi moja hivi utaingia. Anasikia kitu inamuuma, maana alikuwa anafikiria watamwambia in 2 days itakuwa imekamilika, maana watu huko wameanza kuprophesy hawezi kuingia nyumba gani, nyumba hiyo. Babangu akaendea ananipigia, akiulibio hivyo akanipigia simu siku moja, akaniuliza nyumba ino ndegere kana wiki igire no tuigire ithondekagwo twithike. Mwambie baba hapana, wewe tulia, maana ni mabati wanapigilia na ni vitu zingine wanafanya hapo na zinaweza kukuumiza. Akasema hapana, hawa vuji wanafanya pole sana. Mara anasema miezi mbili utakaa hapa mpaka miezi mbili ije. Nikamwambia hapana, wewe tulia, mwezi mmoja itakuwa imekamilika, nitaongeza mafudi mengine. Akaniambia ongeza mafudi 6 nyumba ikamilike, maana kuna sauti ilinenwa kule nje hata ingia hiyo nyumba. Tukangangana, mimi nikakuja nikauliza ni kwa nini? Nikauliza mama yangu ni kwa nini baba ana shida mingi hivi? Akaniambia adona goko mara ugatire de koleka moyo adakame igira. Nikasikia hiyo ni baya, nikaongeza mavudi, nikaleta mavudi, tukapambana in 3 weeks time, 2 weeks and a half ikakamilika, nikamuigiza. Sasa wakati iliingia, wakati wa sherehe ya kuingia, aliita wazee wote na watu wakijikwaza. Ule mama mwingine hapo neiba yetu ndiye alikuwa na hiyo story ya Takuba, alimuita kauga na wetenyi na ngania mwelioke huko tumathejere marie. Sasa ndio waone ameingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alikuwa anawataka kuambia nitaingia, sitakufa, hii nyumba nitaingia. He refused to die. He refused to say die. Hakikataa kabisa, na akakataa, akaweka bidii. Na mimi nikakuja nikajua kuna kashida, nikaweka bidii. Weka bidii, mwambie mwenzako weka bidii. Hata kama kuna shida, weka bidii. Hata kama wamekukomea, weka bidii. Hata kama wanapigana nawe, weka bidii, maana utashinda. You will make it. Mwambie mwenzako you will make it. Sometimes you demolish, unabomoa huo msingi. Niliona wamama hawa washosho wanateshonanga vyombo hapa, nikaona wameshona vyombo hizi siodo, wakaniambia hii si mzuri, nikauliza itafanyika nini, akaniambia itabomolewa yote. Sasa nikasikilia hiyo kiode huruma, venye itabomolewa, venye imejijenga imefika, lakini si mzuri, wananiambia itabomolewa. Na nikakuta imebomolewa, ni mausi tupu. Nikashindwa, hii ni ile kiodo ilikuwa kiodo, sasa ni mausi. Sometimes God will demolish you because he want to build you. Sometimes God will destroy infrastructure ambayo ulitengeneza. Sometimes God will destroy everything, akubomoe yote, baka akubomoe polini ukae kama msichana huko. Ukitembea huko baka unashindwa. Huyu ni polini, yule alikuwa anakanyaga na to high heels hivi. Akitembea hivi watu alikuwa anatembea na bwana yake, anasibishika hivi, akienda akitembea hivi, akisema hi babe. Bwana anaweza kukubomoa. Mimi alinibomoa. Nilikuwa na boma mzuri, nilikuwa na familia mzuri, akanibomoa. Maana alikuwa anataka kunitumia kwa mida kama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anataka kunitumia kwa safari kama hii, kama nimefundishika, kama nimeelewa, kama nimejua ya kwamba God has a way of blessing his people. Praise be the name of God. God has a way of lifting you, and his ways of lifting you ni kukubomoa. Hallelujah. Kuna wengine wanafikiria Mungu atakuinulia hapo juu, hapo umefika. Hapo hiyo kama msingi ulikuwa umejenga baka pale, unafikiria Mungu atakuja kuwekelea msingi yake juu ya msingi yako. Hapana. Atakuja atabomoa msingi wako ndio ajenge msingi wake. Maana God is not respecter of persons. God is not a respecter of whatever that you think you are. You may think you are very special. You may think you are very powerful. You may think you are so good. Kumbe Mungu anakuonaga giza. Wewe unajionaga ukienda kwa kio kama Magdalene, unaangalia kwa kio, anapiduka hivi, anajiona mtu wa maana. Kumbe Mungu anakuonaga hauko. Na hako saa hiyo unajiona wewe ni wa maana, kumbe ndiye ametuma mafudi wakuje wakubomoe. Unakuja unabomolewa, unangolewa kila kitu, unawekwa mpaka pale chini. Sasa Mungu anaanza kukufinyaga. Kama sasa nyinyi hii kanisa nasikiaga mnajua kuiba ikale kaibo, niubie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea.
Na kubodeka ni ovyo ovyo. Ni kubodeka ovyo ovyo. But yeah. Yani hebu niambie, you need to understand when you are singing such songs, understand them carefully. Kama wewe ni ukumezoea ukiosha vyombo, niubie moyo mpya. Ukiosha nguo, niubie moyo mpya. Ukienda kanisani, niubie moyo. You are inviting a battle that you don't understand. Maana ni Mungu unamwambia, stop what you are doing, come and dismantle me, nivuje, alafu nitengeneze mpya. Uniudie moyo wa kubodeka bodeka, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kukupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. When God, you invite God. Kama kuna mama mwingine hapa naonaga, nasikiaga akiimba kale, siya machozi haya ni wewe. Sasa hiyo anasmile. Hakuna machozi, anasmile. Negua radhabia. Siri ya machozi haya ni wewe wajua. Sasa hiyo ni vya Bwana washa. Siri asmile. Yani hana vita, hana machozi yanamwagika. Siri ya machozi haya. Wacha nikwambie. Nenda uulize huyo mama, ni nini ilifanya machozi imwagike? Ndio uibe hiyo wimbo. Ujue kwanza verse, understand. Negwa mtumio sio aine rweboru aliiba hiyo wimbo kwa nini? Alikuwa na smile. Akiiba wimbo hiyo, alikuwa na smile. Then if you are praying that song, ukiosha to go kama una smile, prepare, utalia machozi. Because you have asked God, bring machozi imwagike. Ndio siri ya machozi hayo. Wewe uniambie. Bwana Yesu asifiwe sana. There are things that will happen to you because God has a good purpose with you, has a good plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako na mpango mzuri wa kukubomoa ndio akujenge pa mzuri. Wa kung'oa hizo mageti zimesimama mbele yako. Ya kung'oa hizo mamirago zimesimama mbele yako. Ya kung'oa hizo mavitu ambazo zimesimama mbele yako. Yuko tayari akuje akubomoe, akuje ateketeze, akuje angamize ndio akujenge tena upya. Sasa wakati unajengwa mpya, baka unakosa fare. Baka unaambia pastor wako, ninaona sitakuwa nikikuja kanisani kwa sababu nimekosa fare. Ujue sasa now you are dealing with God. Really God is in you. Saidi anakushughulikia vizuri. Na alikuwa anataka kusikia kama you can give up because you don't have fare. I will not come to church on Sunday because of fare. Sasa Mungu anajua, okay, that is a weakness. Sasa atakasa mfereji kidogo baka umtegemee. Hallelujah. Sasa si fair, atajua ameondoa fair, atakunyima chakula. Hallelujah. Atakunyima kitu kingine. Baka ufike mahali ukusema niwe na fair, nisiwe na fair, Sunday nitakuja kanisani. Niwe na fair, nisiwe na fair, mahali hapo nitafika. Ukuwe na imani ya kujua this is the time to love your God, to worship your God, and to do what God has called you. Kuna watu wengine naonaga wanasema mimi sikukuja kanisani Sunday. Ni kwa nini? Nilikuwa sisikii vizuri. Kumbe Mungu alikuwa anataka kujua how much unamtegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anataka kujua how much unamtegemea. Because watu wengine wanasema tuko kanisani, you are talking of a great God, of a powerful God. Unasema kuhusu Mungu ambaye anaponya. Unasema kuhusu Mungu ambaye anabadilisha, Mungu ambaye anainua, alafu unakaa nyumbani kwa sababu hungeweza kukuja, ulikuwa mgonjwa. Meaning you don't know your God. Hallelujah. So God will cause you to know him. Bwana Yesu asifiwe sana. God will cause you to know him, to understand him. Atakuja na njia mzito baka ukuje uone kweli, I need to have spoken to God. I need to have gone to church because that is where the healing is. I ought to have gone to church because this is very important. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mwambie mwenzako utashinda. Mwambie mwenzako mlango na mageti zote zitabomoka. If God be for us, Romans chapter number 8, verse number 31. If God be for us, who can be against? It is a question. If God ako na sisi, then why worry? Bwana Yesu asifiwe sana. It's a big question. Wangekoroga ye hamwe na ithuĩ, huyu Mungu ako pamoja na sisi, then why should you worry? Kwa nini uogope?
If you know your God is a great God, if you know that God is with you, is walking with you, if you know that God has never failed you, why should you be afraid or be dismayed or be like you are worried about the challenges that you are facing today? No, you confront the challenges. You confront them because you know you have a mighty God, a mighty warrior, a God that is a God that is great, a God that is powerful. Bwana Yesu asifiwe sana. A God that wins battle for you because he is called a mighty warrior. He is a fighter. He will defend you. He will conquer mountains. He will destroy infrastructures ambazo zimekuwa kinyume na wewe. He will conquer for you. He will win for you battles. Asese usiogope wala usifadhaike. Alimwambia Joshua. Joshua hakuwa anajua vita. Joshua hakuwa anajua chochote. Joshua alikuwa anaishi tent. Alikuwa na kaa ni yule mlokole, yule muhuri, hataki kukosea Mungu, ilibidi akaage kwa tent, kule kwa hema. Ndio asiwahi kukosea Mungu. Maana siku moja tu walitembea na Musa, wakaenda kuona Mungu. Kile kitu huyo jamaa aliona, aliambia Musa, mimi sitaki kuja kuona Mungu tena. Mimi nimekubali kuna Mungu na nimemjua na sitaki tena wewe. Nyinyi ndio mliongea na yeye. Nataka muongee na yeye. Mimi wewe tuleteaga lipo. Mimi nimekubaliana Mungu yuko. Nimesema yuko. Haya Musa, Mungu yuko. Mpaka kila wakati Joshua kienda alikuwa anasemaga Mungu yuko. Alikuwa amekaa kama tule tumusetu wa ACK. Tule tunaendaga hivi, tunakusalimia. Praise God. Praise God. Kamekaa hivi mpaka kamebeba Mungu wao. Kama mpaka kakainama hivi. Praise God. Praise God. Sasa hivyo ndivyo Joshua alikuwa amefika. Kiwango hataki kuenda kuona huyo Mungu tena. Maana ile umeme aliona, ile gitu aliona, akasema mi die digenda guthi kuureke. Ku digenda reke ucio ena maitho makuona, makomereria, momererie. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how God knows you are faithful. And that is why Joshua did much greater things than Moses. Because Moses aliona Mungu, alikuwa anaenda kuona Mungu. Yeye hakukaa kando abia Mungu, nimekuona mara ya kwanza, sitaki kukuona, nitakufuata. Na nitafanya kila kitu utaniambia nifanye. Joshua aliona mara moja, akasema nikole gai matuine. Kutoka siku hiyo Joshua hakutaka kumuona, alitimiza kila kitu Mungu alitaka. Na ndio kwa maana zawadi yake ilikuwa kubwa. Aliwini vita vikubwa, alishinda kwa sababu ni kwa imani alijenga imani yake. Ni kwa imani alijenga misingi yake. Ni kwa imani alijua huyu Mungu hawezi kushindwa. Wakati walikuwa wameenda na Kalebu na wale watu 10, wakaenda wa 12, wakaenda kuangalia Kanaani na Kana namna gani. Yeye na Kalebu ndio walirudisha ripoti mzuri. Wakasema hawa wengine 10 walisema kule kuna majiant, kule kuna miti mikubwa, kule kuna wanyama, kule kuna vitu vibaya, kule hatutoboi, kule hapana. Musa kwa utotiradi, kwa utotigodie watu 10. Joshua na Kalebu walikuwa wamekaa pale kado, wakaambia Musa, wakasikiliza watu 10 wamefanya namna gani. Wakasikiliza. Kisha wakasema, akaambia Musa, reke twaliona hivi. Watata sisi tuongee. Tumesikia hao wengine wote wamesema na ni kweli. Hivyo wanasema ni kweli. Hata wazee wakasema, yes, tumesikia. Hata Joshua amesema, hata Kalebu amesema. Muda hapana, ngoja totigodie Muda. Totigodie. Akamwambia sasa tumesikia. Na nimesikia vizuri. Sasa wacha tukwambie. Hivyo hawa wazee wote wamesema kuna miti mikubwa, kuna wanyama wakubwa, kuna vitu vikubwa. Huko ni ngumu kuingia huko. Lakini tukienda na Mungu wetu, ule tunamjua, huyo Mungu atawanyorosa. Sio sisi tutapigana, huyo Mungu ataingia kule, atawanyorosa, atawabomoa. Tafadhali wacha nikwambie, hata kama shida imekuwa namna gani, hata kama shida ni mlima gani, hata kama matatizo ni mlima gani, stick with your God. Let your God lead you. Wacha huyu Mungu wako akutangulie. Wacha huyu Mungu wako akushindanie. Bwana Yesu asifiwe sana. And he will make it. You're going to conquer. You are not going to be defeated. Na ndio Mungu anasema, if I am with you, who can be against me? Who can fight against me? This means no matter what form of challenges, hardships, opposition you can face, you will never lose the battle. Why will you never lose the battle? Because you have a mighty God.
A mighty God called the mighty warrior who fights and conquers battles for you. Anakupigania vita wakati wewe unajua na wakati haujui. You need only to position yourself. Akamwambia Joshua, usiogope wala usifadhaike, maana ni mimi nimekupatia hii kazi. Hii kazi sio yako, ni yangu. Maana Mungu anatuambia vita vyote leteni kwangu na mtaona ushindi mkubwa. Kila kitu ambacho kinazuia lete kwangu. Do not fear. Maana God was addressing the story of fear. The story of fear is a gate that will stop you from going where you're going. Do not fear because somebody has said, ama mtu amenena maneno magumu kwako, ama mtu amenena kitu ambacho unaona kweli this is disastrous. Usiogope wala usifadhaike. You go and make it because you have a mighty God. You have a mighty warrior. You have a great God, and your God is greater than their God. Bwana Yesu asifiwe sana. You will make it because your God will lead you. Your God will create a way where there is no way. He will create positions where there is no position. He will create a water in the middle of the desert. Atatengeneza maji. Maana kuna wakati walikuwa wamefika, wakaisikia nyota, wanataka maji, hawana maji. Wanataka hakuna chochote. And God provided. Walipofika mahali wamekaa chini, Mungu akawaambia angalieni hapo nyuma. Imagine, megodiete walikuwa wameangalia, walikuwa wamepiga hapo sachi, wamekaa sachi, wamezunguka kila mahali, hakuna. It was a desert. There is no way there would be water. There is no way kungefanyika maji. Waliangalia kila kona, wakakosa maji, wakaulizana maswali, wakauliza sasa ni nini kitatendeka? Wakakaa chini in desperation. When you sit down and wait for God, in Exodus 14, inasema sit down and see the deliverance that is about to happen to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Jehoshaphat akaambiwa sit down and see the deliverance that is going to happen to you. So the key secret hapa ni kusema sit down and wait. Tia kweheme hango, tia kweruirira, tia kuruwabara, wachana nazo. Sit down. Hata motemi akileta shida mingi sana, sit down and see the deliverance that God is about to bring. Don't fight the battles. Bwana Yesu asifiwe sana. I remember one day tukijenga kanisa ya Thika, tuliletewa shida. Sema shida. Tuliletewa shida. Maana kuna mama mmoja ambaye alitafuta hiyo kiwanja. Alikuwa amesimama kidete akasema hakuna mtu mwingine ataenda kufanya kazi hapo. Mimi nikatuma watu hapa wakaenda huko. Nikaambia nendeni msimamie hiyo mjengo isimame. Maana amesimama, hataki mtu mwingine na hataki iendelee, anataka ikae hapo mpaka niende nimpigie magoti. Maana alikuwa amesema lazima nitampigia magoti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nikamwambia ndige maturia maya. Niye maya dige katia. Jitako Ndura Waruinge. Maya dige turiria mutumia tocio murogi. Mutumia murogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatuma DCI, nikatuma huyu mama hapa, na nikatuma kina Makeka waende huko. Walipoenda huko walikutana na gari ya polisi imesimama hapo. Wakauliza mnataka nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema tumekuja kuisimamia mjengo. Kidogo kidogo kajo ndio hiyo. Wakaekwa ndani ya kiroli ya kajo. Na yule anamwekesha ni mshirika, ni pastor wa kanisa hii. Ndio amewaweka ndani. Ndio wajue yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikapigia gavana wa Mataki, nikamwambia ndiraka nyumba na hauha. Nikamuelezea, nikamwambia tuma muneniomo wako hadi arugamirire wako. Kumbe yule alikuwa anashikana. Yule alikuwa ameambiwa ashikane, ni yeye alitumwa ndio simamia hapo. Ndio nikakumbuka story ya nani? Story ya anaitwa nani? Mordekai na Hamani. Kumbe maneno mabaya waliopanga, wao waliopanga ndio watakuja kusimamia. Yule alikuja kusimamia mpaka sasa nasimamiaga. Ni mkubwa yule aliyekuwa ameshika magari zote ambazo zilikuwa hapo zikapelekwa kwa kaji. Yeye mwenyewe ndiye alienda kaandika gari zote ziachiliwe. Sasa yule tumia kirogi. Sasa kila kikipita kinaangalia. Sasa kikabadilisha, ikachange battle. Ikakuja wata change battle. Wakishindwa battle hii, wata change battle hii. Mwezi ujao, God willing, tunaenda kulonjika. Bwana Yesu asifiwe sana. God willing, tunaenda. Wakatengeneza mpaka ka video. Ni kale ka video kana kale ka audio. Ilikuwa audio. Ile akasichana kale nilipeleka lodging. Ikalikuwa ka audio.
kalikuwa kaudio. Wakatengeneza baka kaudio. Hiyo yote ilikuwa kutarget. Kupiga wapi? Kupiga Thika isijekeke. Bwana Yesu asifiwe sana. But you soldier, you don't fight for yourself. You release yourself to God. You release, because I knew nikishida kujenga nyumba ya Thika, nijenge mtu, nijenge from the ground. Si hizi kanisa. Hapa hakuna kanisa. Hii siwezi kupeleka mbele ya Mungu niseme kuna kanisa. This is not a church. A church ni ile utajenga. Hapo ndio najua hauna damu kwa mikono yako. Maana ukiwa na damu kwa mikono yako hauwezi jenga nyumba ya Mungu. Daudi alikuwa mtu Mungu alipenda. Alimpenda kwa njia zote. A man after my heart. But alipojaribu kujengea Mungu, Mungu alimwambia, mikono yako imejaa damu, hauwezi ukanijengea labda mtoto wako. So I knew this is a battle. Kujenga kanisa ya Thika, I knew it is a battle of my life, a battle of my ministry, a battle of my destiny. So I had to do it. Na nikaambia wale, niliambia hii hatutakibisa. Hii tutaenda pole pole. Tuende pole pole. Nikaeka hao, wakakuja wakapeleka, ikafika mahali nikaona nao wameanza kugodelea. Nikauliza, nikabia huyu mama, paga venye tutaroji huyu. Baka wa leo hajawahi kuniletea ripoti. Baka wa leo mimi nikajua battle of the gate. Si kupenda kwake, hata kubukagi nilikuwa nimemwambia. Hakubuki. Maana alikutana na mizimu ile inazuiaga mtu kujengea Mungu kanisa. Ikamuuliza, ni kanisa gani unaenda kufungua? Nyamaza. Na ikamwambia, kaenda ufanye ukue bisi kasini kwenu. Na akasahau. Na hiyo kitu, huyu mama mwingine huyu anatuambia, nitamwaga lori gapi? 5. Kila mwakila namwaga lori gapi? 5. Akitoka hapo hakubukagi, alisema lori 5. Baka wa leo hajakumbuka. Huu ni mwezi wa 8, akimwaga lori gapi? 5. Si kupenda kwake, huwezi kumpiga. It is a battle of building a sanctuary for God. It's a battle of building an altar. It is not easy. Sasa ukiona amekuja na kiherere, anakuja na kiherere, unamwona amejikuja. Ukimuuliza, "Uraitare mahiga?" Apostle, Kedevage. No, araugete Tuesday niguo agaita mahiga. Apostle, kedevage tu. Niko kwela niliagweka tene. Unaona ya masa, uwezi kumchukia. Unajua it is a battle to build a sanctuary, kujenga nyumba ya Mungu. It is a battle because that is what qualifies you. Mikono yako ni misafi. Niliona ni walikia kwaka. Ona kale kama bati, ona kale kama cotton. Hakuna ni nyumba ya Ngai. Nikigogona kia Ngai. Waka from zero. You have won a battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati tumeanza kukamilisha, Lodwa wamekamilisha, wamesimamisha. Haleluya. Wakati tumeanza kukalimisha, Eldoret wako karibu kumaliza sasa. Haleluya. Mlango imefunguka. Kila mahali imefunguka. Tumeletewa shamba kutoka wapi? Kutoka Mtwapa. Shamba 5 acres za kujenga kanisa. Haleluya. Na imeanza kujenga. Hey! Kwa sababu ya Thika. Thika, si mimi sina haja na Thika. Ni battle, lazima nivunje. Haleluya. Mwambie mwenzako, lazima uvunje. Lazima uvunje. Ukishida hiyo, usimamisha hiyo nyumba ya Mungu. Angalia Solomon. Alisimamisha nyumba ya Mungu vizuri, akakamalisha. Na akaambia watu, wakati watoto wako watakapokosea, wakuja kwa hii nyumba, wakuombe, akadedicate hiyo kigogona mpaka ikasimama. Lakini after that, what happened to him? Alianza kuoa wanawake, kutafuta wanawake, one by one, 300. Akatafuta ingine 700. Kai, hata dola ni mchezo. Hapo ni mimi ni amateur. Hapo mimi sasa kale kijana akakurusha mpira kwa kiwanja ikitoka. Solomon akisimama hapo, ni gwiji. Ni Ronaldo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimaliza ikamgoga. Ikamwondoa hapo. Baka wa leo. Hiyo ndio inakuwa vita. Ukienda Israeli, Waislamu vita. Wayahudi vita, wakule kwingine vita. Maana kuinulia Mungu madhabahu, kujengea Mungu madhabahu, kuna geti nyingi za kuzuia. Kuna geti, hata kukufa utakufa, hata kugojeka utagojeka. Wale watu wote walituinukia, utawaona hapa tukikuja kuroji. Tukienda kuroji,
watakuwa wakosa kusema. Mimi wakati apostle alikuja akaniambia tutafute kiwanja, na nikaenda nikatafuta kiwanja. Bwana asifiwe sana. Nilipotafuta kiwanja, Bwana asifiwe sana, na Mungu akanijalia nikaenda kijaga. Bwana asifiwe sana. Huyo na ndiye alisema hapa hamtajenga bila ruhusa yake. Atakuja kusema Bwana asifiwe sana. Atakuja hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana watashindwa. Sasa watamalizana na hiyo ya kuacha, wakiona wameshindwa kujenga ya kuzuia kiwanja, wataingia ndani sasa. Watakuja na watakuwa members wa hiyo kanisa. Founder members. Sasa washughulike from inside. Wakishindwa ije, wanakujaga ndani. Wakushughulikie from inside. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umerelia modo wa Ngai. No gotoria rugendo rwa sense. Hivi utashinda. Wewe kiraini ni kurugora ruo. Unapikwa vizuri. Unaona ushaipika samaki? Unaiona ngaje? Ikitokota ama chips ikitokotoka ndani ya to chips na tumafuta to hot. Wewe buenda weka siku moja kidole kwa hiyo mafuta. Utawacha na kanyama wapi? Ubaki na kahede kahiana atia. It's a battles of destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. When you come into the battles of destiny, utatolewa nguo zote. Zote utawekwa chini. Utangolewa kila kitu. Watu watakupiga. People will not understand you. Watakuangalia wanakuona wewe hufeki mtu, kichwa yako ni bure, wewe hauna kitu, hakuna mahali unaenda, hautafaulu, hautafanya kitu kama hii. Ginya karotero ndoto nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na mtu ni moka, tari hemu tumio gerokete guku mukolino, aradotera. Adoteire ni gugia mutumia. Damu ya mutumia ucio hiana ate. Damu akanielezea vile mama, akanielezea, akadescribe. Akaniambia hata niko na picha yake. Oh haleluya. Nikamwambia nipatie picha yake niangalie. Nikaangalia. Wacheni kuniangalia vibaya. Matidi wacheni kuniangalia vibaya. Nililetwa picha. Nikaangalia picha. Aliponipatia picha nikaangalia, nikamuuliza sasa huyu ni nani? Akaniambia it's my daughter. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia Mungu amesema. Amesema your daughter. Akapitia wewe uniletee your daughter. This God is great. Ni Mungu mkubwa huyu. This understanding, if God is for us, it brings the meaning no matter what the challenge you are facing. God is with you. And the number 2, inakuletea kitu kinaitwa absolute protection. When God is with you, he brings absolute protection. Atakushindania vita, atakupigania vita zozote. Anything that will arise against you, he will fight them. He is telling you, if God, me God, I am for you, who can fight you? They have meaning. Anakuambia usipigane, vita si vyako, usiinuke, vita si vyako. I will just believe in me, just trust me, I will fight those enemies. Nitaangamiza maadui wako, nitapigana na maadui wako, nitawasambaratisha. He will scatter them. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema it is in verse number 32. Give me that verse 32 of 8, Romans chapter 8 verse 31. Verse 32 please. Verse 32. Inasema he didn't spare his own son, but gave him up for us. Won't he also freely give us all things we have? If he gave his own son, he never spared his son. He gave his son. That is what we call love. If God is for us, we have the love of God. Tuko na upendo wa Mungu. And this therefore, when you have the peace and the love of God, nobody can win a war against you. When God loves you, when God says, I love you, every door will be opened up. Every gate will be broken. Every powers of darkness will be brought down. Every evil spirit will not deal with you. Utashinda kila aina ya vita. Hauhitaji kuweka kinga. Hauhitaji kujidefend. Hauhitaji kuruka ama kwenda kujificha kwa guruga. Maana this God is with you. And he will defeat them. He gives you absolute protection. He gives you absolute win. You win battles. You conquer them. You win every step of your life. You make things happen. Milango inafunguka bila wewe kujua. Mahali popote unafika tu nakuta things are working. Why are they working? They are working because God has given you absolute love.
That is why he gave his son. He gave his son. He never spared his son. Alitoa mwana wake, mtoto wake, ndio ukwewe uokolewe, ndio wewe ubadilikishwe maisha, ndio wewe ukue kiumbe kipya, ndio wewe ukue mshindi, ndio ukisimama hivi watu wanaona Mungu wako ni mkubwa. Unasimama hivi wanaona how God is so powerful. In verse number 38, please, and give me number 38, gives you unconditional love. Bwana Yesu asifiwe sana. God gives you what? Unconditional love. A love that you cannot find it anywhere. A love that is not limited. A love that is not compared with any. It is the greatest love that can happen. I am convinced that nothing can separate us from God's love. I'm convinced. I know when God is with you, nobody can come and shake you, because I am convinced that nothing can separate us from God's love in Christ Jesus our Lord. Not death or life, not angels or rulers, not present things or future things, not power can separate me from God. It doesn't matter how you look at me. It doesn't matter how you see me. It doesn't matter what kind of power you are carrying. Not even a ruler, not even an angel that can separate me from the power of God. Because God is for us. God is for me. Nobody can be against me. Because he loves me. And there is nothing, not even a ruler, not even a king, not even whatever that you think it is, that can stop me from loving my God. That can stop me from achieving the presence of God. Because God has a reason for us. He has a caring for us. He has a good future with us. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. He will scatter them. Psalm 68 verse 1. He will scatter them that are coming against you. He will scatter them that are fighting you. Bwana Yesu asifiwe sana. In the year of King Psalm 68. Si uko na karatasi hapo nimekuandikia. Si you follow what I've written hapo. Psalm 68 verse 1. Follow what I've given you there. He will scatter them. Tell your neighbor, he will scatter your enemies. Hata wasambaratisha, hata wakijipanga, hata wakiorganize, wataenda kujipanga. But God, in the mighty warrior, he will scatter them. Don't worry of what they are saying about you. Don't worry of what they are planning against you, because he will scatter them. Bwana Yesu asifiwe sana. He will destroy them. He will bring them down. It doesn't matter. It doesn't matter what it is. Let God rise up. He's saying, let God rise up. Sasa anamwambia, let God rise up. Mungu akumba. Let his enemies scatter. Let those who hate him run scattered before him. Now, this battle is not mine. I have surrendered the battle to God. And that is why I say, let God rise up. Let his enemy, not my enemy anymore. They are not my enemy anymore. You release them to God. And you make them, you confess them to God that these are no longer my enemies. They are your enemies. Hawa ni maadui wako. Wewe Mungu, ukitaka kushindwa, mimi nimeondoka. Si maadui wangu, ni maadui wako. Hao ndio wanakupiga. Hao ndio makohora. Hao ndio magoshabagia. Haya ndio mashabagia kanisa yako. Haya ndio mashabagia dukata yako. Nenda acha niedi na bara nao nedo siaku. Let God rise up. Adula magoshabagia wanakupiga, wacha na wao, si wewe wanapiga. They are fighting your God. Let your God be witnessed. Let your God be seen. Let your God be known. Bwana Yesu asifiwe sana. Let your God, wacha Mungu wako ajulikane. Acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Don't fight any battle. Peter, don't fight. Don't over-defend yourself. Don't waste that energy. You need that energy to worship God. Hallelujah. Don't waste that energy. Use the energy to worship God. Sifu Mungu. Musifu Bwana. Muimbie nyimbo za sifa. Tumia wakati huo kuimbia Mungu nyimbo za nini? Za sifa. Glorify your God. Lift up your God. Let him be known by the form of worship. Wachana na vita na wao. Wacha kupigana na wao. Wacha kuwazungumzia. Wacha kuwafikiria hata kidogo. Wacha kuwafikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. And your God will be called God. God shall arise. His enemies shall be scattered. And those who hate him shall flee before him. Wataenda. Nimekula. Utakuta wametoroka. Maana uliwaachilia Mungu mkubwa.
Uliwaachilia nguvu za Mungu ndizo zinawashughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are dealing with fear as a factor of a gate. Bwana Yesu asifiwe sana. We are dealing with fear as a factor, and that is why God spoke to Joshua. Na akamwambia Joshua, usiogope wala usifadhaike. Akamwambia Musa, usiogope wala usifadhaike, maana niko na wewe. I am going to be with you. He's going to win this battle. So you can only win the battle if you conquer fear. If you conquer that fear, ati nikitoka hapa mahali nitaenda, nitasurvive namna gani? Nikitoka hapa nini nitafanyika? How will this happen? That you fear. Unataka kwenda Mombasa, Mungu amekwambia nenda Mombasa, utaanzisha kazi huko, utaanzisha biashara huko, nitakubariki ukiwa Mombasa. Unaanza kufikiria, nitatoa watoto shule, niwapeleke Mombasa, nitatoa pesa wapi ya kuingiza watoto shule, nitatoa pesa wapi ya nyumba, kutakuwaje? Gushoka kuhiane kiate. No. Don't worry about it. Don't worry what will happen. Be a careful listener to the plans of God. Because he says, I have big plan, greater plan. Not to destroy you, but to make you big. So God, when he says, start your journey, he told Abraham. Already Abraham was a blessed man. Abraham was a rich man. Alikuwa na mang'ombe, alikuwa na makodoo, alikuwa na mabusi, alikuwa na nini, na mafarasi, alikuwa na magamia, alikuwa na vitu mingi. Lakini God said, I want to bless you. Remember, this man was already rich. Alikuwa na watu wafanyikazi ambao walikuwa nafanya kazi. He was already blessed man. But God said, I want to bless you. So, unaweza fikiria sasa hapa huko umebarikiwa. Mimi najua mimi hata sijaanza kubarikiwa. Bwana asiwe sana. Leo asubuhi Mungu alinihubiria akaniambia, the enemies you are seeing today, you will never see them again. Nikajua kumbe kuna chapter mpya Mungu amenifungulia. Kuna chapter mpya Mungu. Kuna vitu vitaanza kutendeka kutoka leo and forever. Utakuja unaniangalia hivi unauliza, "Oh, unaolia." Bwana Yesu asifiwe sana. Ani, oh no, darugagira gashai haria, gerugiro ne machef. Hallelujah. Makuma Intercontinental Hotel. he got precious. Au meta Intercontinental Ilisha. Ilisha. Ni gani iko ya kubwa? Serena ni kadogo. Ni Marriott. Marriott ni Foster. Kempinski ni 7 star. Yes. Sasa hiyo place atakuwa ametoka Kempinski. Anakuja anasema, I want to prepare meal for my apostle. Wakiwa na mase pale. Sasa unasikia they are chefs from an international hotel. Walilika na dugagira mashakura haha. Bwana Yesu asifiwe sana. Walilika na dugagira mshele wa adhufu. Mshele na swimu hivi. Mshele na swimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna vitu zingine zinafanyikanga mpaka na shida. Unakuta mtu anakupikia chakula iko na supu, alafu anakatakata meloni anawekelea kwa hiyo supu. Kama ile chakula ya mazishi. Unajua chakula ya mazishi inawekeleka mpaka meloni na mandizi na kila kitu inawekelewa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inawekelewa kila kitu hapo. Sasa mtu ni mimi, mtu mkubwa kama mimi, hapa kwa ofisi nimetoka nimechoka hivi. Ani na yeye ananiletea meloni imewekelewa juu ya supu. Na msupu hiyo iko na mshele. Unaona kama mshele kana dance huko, kana dance pole pole hivyo. Wakati utakuta machef. Sasa leo Mungu akanifundisha akaniambia ya kwamba I'm going to lift you high. Hallelujah. Na mahali nikikanyaga hivi nikienda, na wewe ambao unanifuata, na wewe utakanyaga hapo nimetoka, na mimi utakanyaga hapo ninaenda, na wewe unakanyaga hapo nimetoka. Unaenda ukiaiduka, unaenda ukibarikiwa, unaenda ukibadilishiwa maisha yako. Your life will never be the same again. You will never lose it. Bwana Yesu asifiwe sana. You will never lose it. You will conquer. All your enemies will be scattered. Anybody that is saying that you are going to fail, you are not going to fail. You are going to make it. You may think it is your down, but God allowed this to happen so that uteremuke chini ndio akuinue tena. Wakati wa kukuinua, hakuna mahali utakuwa pa kujishikilia, hakuna mtu wa kukusaidia, utakuwa wewe na Mungu. So when you be giving us testimony, hautasema ulikuwa unapikiwa machakula, utasema it is God. Hauginyete. No, ni God.
Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. God knows how to prepare a testimony in you. God knows how to prepare a testimony in your business. God knows how to prepare a testimony in whatever you're doing. Magdalene, don't worry. Usijali. God so aliona nia ulikuwa nataka kujenga. Tunaongea nyuma. Siko na ubaya. Don't over defend yourself. Pole. Siufurahi, oh my dear. Okay, look at my dear. Kija madirisha. Oh, goja kuradhime. Pole. Pole. Hallelujah. Goja kuradhime. Siko na ubaya. Unajua venye ulikuwa nataka kufanya sivyo ulifanya. Si ndio? Yeah, you wanted to do bigger things. And that is where I am. Yes. I know what you brought. Yes. Na mimi najua Mungu anaenda kukubariki. Yes. I am talking about nia. Ile nia ulikuwa nayo ya kufanya kazi ya Mungu. Hiyo ndio Mungu anabariki. Si ile kitu umetoa. Ile nia ya kufanya kazi ya Mungu. Don't worry my dear. Pole. Oh yeah. Nego kuhoera Ngai yako. Ndiramenya thina waku hari okera. Ni boeka muno weika. Ni boeka muno weika. Tuliona muno. Tatuhore bicha, tupige bicha moja. Tupige bicha ya kuweka tupige picha ya kuweka status. Hii nitaweka status. Nona matidi hechura marakorora uru. Araria oyo nakere wakagotothokeria. No tugaga. Nimahura. Mutirahura bicha. Yes. Yeah, good. Mpigeni makofi. Yes. Oh wow. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Isaiah 48 verse 22. Isaiah 48 verse 22. There will be no peace for the wicked. Those people who are against you, they will never see peace. Meaning God has broken that gate of fear. That is why now he's coming confidently to tell you that the people you thought were your enemies, they will never see peace. Mtu yote mwenye alikuinukia, mtu yote mwenye alipigana na wewe, mtu yote mwenye alipanga kukuagusha, mtu yote mwenye alipanga kukuleta chini, mtu yote mwenye alikusigisia maneno, mtu yote alisema kitu kibaya kukuhusu, they will never see peace. Hallelujah. Peace will be so elusive. Matigosha mania na dhayo. Hawatapata amani katika maisha yako. Aliyekupangia ukamwaga machozi, aliyekupangia ukafanya mambo yakafanyika visivyo. Na nataka nikwambie siku ya leo, there will be no peace. Hawatapata amani, hawatalala. Mekurara magethwa mageciria ne gongoni mageciria ne rwage matindago guo. But God is dealing with them because God knows how to release an army, and the army of God is invisible. It will still fight. It will destroy all that have risen against you. Do not be worried of a situation that you are in today, because they will never see peace. Hallelujah. Maadui wako hawataona amani tena. Walikukejeli, acio magothekereire, acio makurumire, acio maririende tojo ruci yaku, acio makubangiri uri okugwa. They will never see peace. They will be defeated. God will fight them. He will send his secret army. God has a secret army. Bwana Yesu asifiwe sana. An army that you don't know. An army that you never realize this is from God. And God will fight every battle for you. He will empower them. He will make this army ikue kubwa, ikue strong, ikue bad. Inakuja ina crash. These people hawataona amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikia ameni mzuri. Nisikia ameni mzuri. Now in the book of Jeremiah, chapter number 20, verse number 11. But the Lord is with me as a mighty, awesome one. God is with me as a mighty, awesome one. God is working. There is Jeremiah, yes. Why I have ever born. Yeah?
Ni hiyo kweli? Hapana. Chapter number 20 verse 11. You have the paper there, Anne. I don't know what's wrong with you. Chapter number 20 verse 1, Jeremiah. Please. Verse 1. Huh? When 11. Wamechanganyikiwa. Na wikendi mzima walikuwa na hizo vitu. Kusema. Ni roho ya kuchanganyikiwa. But the Lord is with me. Unaona mama hapa karibu alie. Roho ya kuchanganyikiwa ni mbaya. Pole. Nitaenda laji leo. Nataka nikupeleka wapi nje? Ndio kule kadhamaki. Ken Piski. Serena? Kule kadhamaki. Yes. Kule adone maruma nagia. Adone maruma nagia. But the Lord is with me like a strong defender. Wow. Because he has defeated fear. When this gate of fear is defeated with you, what happens to you? The Lord embolds to you. Anatembea na wewe. But the Lord is with me like a strong defender. Therefore my oppressor, they have been defeated because the fear that was in you has been defeated. That fear ambayo ilikuwa nasema nataka kuasisha, nataka kufanya, do not be afraid. Do it. Go forward. Challenge it. You will win the battle. You will conquer them. Praise be the name of God. You will conquer because the Lord is with you. Be strong. But the Lord is with me like a strong defender. Therefore my oppressors will stumble and not prevail. Your oppressors, once you win this fear, hii uoga unakuaga nayo. Unaonanga nataka kuasa, hapana sitaanza. Nataka kuenda, sitaki kuenda. Nataka kufanya, sitaki kufanya. Hiyo fear unakuaga nayo. Imekuweka ndani ya kikapu. Make a decision and move and do it because the Lord is with you. And the oppressors ambao walikuwa wamekukalia all along, they are going to do what? To stumble. They will not prevail because God has removed that gate of fear. He has taken it away. It was something that was an imagination. Do it now. The decision you had decided to do. Do it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mimi kabla sijapata mke, nilikuwa naogopa nitatafuta nikipata mke, kanisa itakuaje? Hallelujah. Maana unajua matidiheji walikuwa wengi kuliko kanisa. Sasa nilikuwa na shaka gogo shoka gothiate. When I made a decision and decided this is my decision, I am telling you, who left, they left. Hallelujah. And then God told me, those who are not for your side. The fear that was in you, ndio ilikuwa imewasustain wakae hapa. And because I have removed the fear that is in you, wote wataondoka because the glue has been taken away. What does that mean? That whatever that has been an obstruction in your life, whatever ambayo ilikuwa inakuzuia kubarikiwa, chochote ambacho kilikuwa kimekuweka ndani ya fear, kimeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. The glue ambayo ilikuwa inakuzuia usiende hapo kwingine, imeondolewa. The enemy anaitwa fear ambaye alikuwa anakuzuia usiende kule kwingine, ameondolewa. That is now why they are going away. All your friends that were your enemies wataondolewa. Then God will create a new face of people, a new group of people that are of your vision, that are of the plan of God that is in you. Because in the plan that God has in for you, iko na watu wake wa kuirani. Na watu wake wa kuirani wanakujaga because of the vision. They don't come because of you the person. They don't come because of you the man. They don't come because of you the woman. They come because of the vision ambayo Mungu amekuweka ndani yako. Watu hao wote hawatakuja, wataondoka. Wale waliokuja kwa sababu ya personality yako, they will all go. But the people for the vision watapata njia. So you must make a deliberate decision. Unafanya kitu na unasema, if I die,
I die. Kama Esa, wakolonego kwa lekegwe na kuna nendela ikera. Wacha nikakufie bele na kaanza safari na uoga yote ambayo ilikuwa ndani ikaanguka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile guru ilikuwa imeshikilia maadui, maana hiyo uoga ni guru ambayo inaletaka maadui wanakusaraudi. Wanakana wakikusifu wakisema ole monene, ole monene. Kumbe wameweka mulisha hapa ya kunyonya damu yako, mwingine ameweka mulisha ananyonya damu yako, mwingine ameweka mulisha huko ananyonya damu yako, mwingine ameweka mulisha huko ananyonya damu yako, mwingine ameweka mulisha huko baka anaweka mulisha kwa ulimi. Baka unakuaga tu ukiubishwa hivi. Ora ini yako inioge chadio ugenioge chadio go. Kinyarele ugawareke yume tondo makohenire ne thakame maragwikira makohenire ne yago covidirio makohenire ne yago gweka maundu mega ngoa uone Mungu wako akidhihirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not be worried about them. When you are scared at let them go, because they are not connected to your vision. Whoever that will go, he was not part of your vision, was not part of the God that is in you. That was an enemy. Wachaondoke. Ndio watu ambao wako part of your vision wakuje. Mwana ni yagosho. If you keep your enemies wakae na wewe, wataharibu kazi yako. Hauta exercise, your vision will not work through. Hautafaulu. Kanisa yako haitasimama, biashara yako haitasimama, ndoa yako haitasimama, hakuna mahali utaenda. Let them go. Bwana Yesu asifiwe sana. Can I hear good? Let them go. Can I hear good shout? Let them go. Wakwenda kabisa. They are not attached to your destiny. They are not part of your destiny. That is why they have the capacity of going. The people attached to your destiny, no matter how down you go, they will walk with you. Watasimama na wewe, watatembea na wewe, watajua wewe my general ameenda. Musa wakati mwingine mikono ilichoka ikaanguka chini, lakini kulikuwa na nani anaitwa Uri na wengine wanainua mikono yake, vita wanashida. There will be somebody who will lift your hands. Do not be worried about them that are going, because somebody will be sent by God. And Uri atakuja, atainua mikono yako na vita mtaendelea kushida. Maana God has said so. Mwambie mwenzako God has said. But the Lord, tuendelee wacha kukata mami. Turudishie hiyo. Hallelujah. Huyu mama ukiona hivyo alikuwa na maadui wengi walikuwa wamemsumbua. But the Lord is with me like a strong defender. Therefore my oppressors will stumble and not prevail. They will be disgraced by their own failures. It is not your failure. Sioni watu. Yani kwa nini amunielewi nikihubiri? Kwa nini amuoni kitu mzuri nikisoma pale? Kwa nini amuoni? Why aren't you seeing the power of God? That they are what? They will be disgraced by what? By their own failures. Not your failure. Their own. They will be disgraced. What I become? Mago chonoka. Ginya maido marona na woko de tamagoru. Magesho de gashui. Matikaho ta woko fezirege. Mareko nagera view sasa ine. Mareko nagera magazeti ine. Mareko nagera kori aliera ine. Mareko nagera we muradhime. We modo monene. Their dishonor will never be forgotten. Yani geshonoko kiao. Getikana liganera rege. Maretora ga maria shonoku. Maretora ga madirete. Ne jonore nayo. Yes. Usiogope. Jonorete. Sema jonorete. Yes. Kena mutumia to yakere shirare na itheru. Ari ogu. Nemari agereire. Mathani akurathime muno. Gaini ucoke. Indo iria ciothe utunyitwo. Na nije watunyirwo kigongona-ini. O kigongona-ini no Ngai agakurathimira. Mwathani agocwo. Niho hega. Neho hega kigongona-ini neho hega kigongo iwi ukirira hau kigongona-ini kiu o kigongona watunyeirwo kigongona-ini ikara kigongona-ini Ngai ni egukwambararia ringi Ngai ni egugucenjeria muturire waku Ngai ni egukwanika guku urithiaga na kirinjiroba kinene wandikite kamwana kanini gakuragia mama tunaenda wapi Hakuna mom. Kuandika, you be a boss. Don't be rigid. You employ your driver.
that will be taking you from one company to another company. When already ago parki gari, when I want to wash mani soka nyuma, na higo wetelero kulia kireni conference meeting ine. No, you have a driver. Na kaire tu kanini gago kuera bagi, gago kuera mam, to kuwe ya yellow kana ya girini. Madani ya gosho. Ni adumejile gati wako wade kaka mwana, no wade kaka beniteni. Asha. There are people who have their own dignity. Anakiega arugamu. Ega wamwade kawira niego kuaga uki enaiteo. Dali na maudo mage arashiria na kuthutha. Na atumia mugie na makari na mwandike jiabaje gacia kumukuaga. Hallelujah. Tikwandika kaka mundu garathi mamu. Hallelujah. Ugie na gari uguo gikari kenene ge Prado. Yes, ke VX. Kai sigura kwa ne ao. Nditigura kwa ne adu. Yes, muge na ma businesses, muge na ma malls, muge na ma nyumba mega manene. Mume na woko geto muthie na kuria thika gardens. Muthi mugaikara muthaiga na ruda. Muthiga wikara goko mucamanagia na nyau na ngoko. Cigethie cikerwa na kou uguo na magui. Maigamba ine makihituka na kou uguo. Mume kou. Muthie kuria murionaga kou kuria gutacera gokinya na mosquito. Yes. Le. Kole mutaigwa ginya neighbor. Ate ginya do ina neighbor no. Itodo ikara maisha maku. Maisha mathaka mahorero. Yes, no tikara na goko. Okiamba toge gakinya stage ukikamira stage hiena to gukiaga ndoro. Hallelujah. Eni ndo hura ni na ndoro. Na uikara kuria kwena ndoro etagwa atia. Cotton soil. Urathi ginya kirato giaku ni kiaumire coro tondu ya andu menyaga haria orire tondu ya tonyerera kirato gia cotton ri kinyitirwo na kuu egecomoka rura wathi gucomoka wakinya guku ri na ku giki githie wathi kuina merera kiwa ginya kuguru na kuno gurathi ugithie ni ugioka na kirato gena utwirage ati ndiacirie ngore kaburati ni kaburati ni coro irorire ku cotton soil mwathani agocwo Ngai amuiguire tha murathime amuhingurire njira cianyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aria mutari na atumia, muge na atumia. Hallelujah. Na aria mutari na athuri, muge na athuri. Mutige gutunya na athuri ene. Muge na athuri. Yes. Hallelujah. Naigwa wewe tiare. Nikira uga amen. Nikira uga amen. Tono uga amen. Umesema amen kwa nini? Ni wewe umesema amen. Sema wale hawana mabwana wakwe na mabwana ukasema amen. Soma kwanza wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na eventually Mungu akubariki na akufungulie milango na muendelee kufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusikue na maibu patadage na maibu dunia hii. Hapana, ati watu mnuko na wao leo kesho amuko na wao. Usipatane na vita barabarani, upatane na munyaka mahali popote naenda. Ogashamani na kemunyaka yakulathima. Na ndukage na mundu wo stress meciria. Ndukage na mundu wo tidage kugiyage guthigitha. No way. We cannot allow this to happen. We cannot allow this to happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we are children of God. We are the sons and daughters of Most High. Sisi tuli andu arathime. Tarora neighbor mwire we murathime. Mwagarie tu na usiwe ndukage na kiwaru. Ndukage na kiwaru tu. Mwire tu from your heart. Mwambie tu from your heart. Mwagarie kwa macho. Wacha kumwagalia masikio. Mwagalie na macho. Mwambie umebarikiwa. Yes, mwambie umebarikiwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Verse 12. Verse 12 was the same Jeremiah 20. The Lord of heavenly forces tests the righteous and discern the heart and the mind. Let me see your retribution upon them, for I have committed my case to you. Hallelujah. I wish tungepata version nyingine mzuri ndio tumalizie hapo, kwa maana tumepeleka kesi yetu mbele ya Mungu. Inasema hivi, but O Lord of hosts, you who test the righteous and see the mind and the heart, let me see your vengeance on them, for I have pleaded my case before you. We have pleaded our case.
Tusimame kwa miguu yetu. We have pleaded our case. Tumeambia Mungu tunataka kuishi maisha mazuri. Tumeambia Mungu tunataka kuishi watu ambao ni watakatifu. Tumeambia Mungu tunataka kusimama na misimamo mitakatifu. Naye Mungu atusaidie na atubariki. Let God hear your prayers. Let God hear your supplications. Let God hear whatever that you have desired. Ugwera Ngai reke gutuke gukinyanire guo. Ugwera Ngai urenda maisha mega, maisha mena kirathimo, maisha mena wendo. This is what will happen to you. You will never fail again. From today hautaanguka tena. From today hawatakuona kama mtu ambaye hatafaulu. From today you will never be the same again. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika sadaka yako na mkono. Then today in the evening nitakuwa nikifundishana mambo ya dreams. People to understand what dreams. This topic tutaiweka itapumuzikia hapo. Sasa tuingie topic ya dreams. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuingie kwenye topic ya nini? Like when you see, for example, let me give you a clue of what we are going to discuss later in the evening. When you have a dream, ukiona wewe ni mlevi. What does that mean? You saw a dream ukiwa mlevi. Ama you saw a dream ukiwa mlevi. What does that mean? Yeah? A dream when drinking alcohol. Hiyo ndio roho ya kuchanganyikiwa. Roho ya kuchanganyikiwa? Sina. Roho ya poverty na suffering. Poverty na suffering? Yes. Dunanyita. Yeah? When you dream somebody amekunywa alcohol. I think ni poverty. Yeah? Lenini level of poverty and confusion. Kuchanganyikiwa. Confusion. Well, Bwana asifiwe sana. When you see somebody drunkard, it reflects stress. Kuchanganyikiwa. Stress, huyo mtu ako na stress. Kama unaona mtu ni mlevi, si pombe, usianze kuomba kukemea pombe. Ati baba nakemea hiyo pombe anakunywa. Ndarigana na johi. Mundu ucio ena stress kamutengeretie muno. Bwana asifiwe sana. Number 2, he has a desire to let go mambo ambayo inamsumbua. Ako na desire. Ni mtu kanire, ako na desire. Arenda ko desire. Yani ako na desire. Ni arageria kuma hari ari no ni aremereirwo ni maisha. Ni aremereirwo ni muhatiririku. Yani ni munyite. Ni muthiurukirie riu taru apostle goku ri apostle no na apostle ria agiekaga goku ria tesekaga goku. That is now kiundu kiu nikio Ngai akuonagia nigetha uhoere apostle thina ucio enaguo wa stress. Rĩngĩ stress ni ũndũ wa kanitha, rĩngĩ ni stress ni ũndũ wa mũciĩ, rĩngĩ ni stress ni ũndũ wa maũndũ marĩa mangĩ. Ũmũteithie kũhoya nigetha agie na clear vision ya ũrĩa kuma handũ hau. That is the interpretation. When you see ukiota mtu amekufa, ni kusema nini? Yeah? Ukiota mtu amekufa? Ateke? Ukiota mtu amekufa? Hakuna mtu anajua? Yeah? Anabadilishwa maisha. Sasa usianze kuomba napiga kifo katika nyumba yetu. Hapana. There is promotion. Something is happening. Na ukiota mtu akifanya harusi ni kifo. So you need to understand how to interpret dreams, because most of us we know dreams tunaota, lakini we don't know how to interpret them. We don't know the meaning. Sasa unaona ukifanya harusi na apostle. Sasa Margaret, sasa ni Margaret, hata kwa Margaret unaona sasa Margaret anaona tukifanya harusi na yeye anafikiria ni harusi, kumbe ni kukufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Dreams, there is a way of interpreting dreams. Na this is about emotional struggle with
plan all the way, to resolve to have control over your life. Shika sadaka yako na mkono wako. Father, we commit this sacrifice. We commit this offering. We commit this, that we have decided to bring it into your sanctuary, that it may be blessed, because you said in the book, katika kitabu chako ukasema tulete sadaka zetu, zaka zetu na fungu zetu za 10 na malimbuko yetu, tuone kama hautatufungulia milango na madirisha. Hawa watu wako wameleta sadaka zaka zao, ndio uweze kuwafungulia milango na uwafungulie madirisha, waweze kufaulu na waweze kuondolewa uoga ambao ulikuwa umewazuia, as a gate that has made them to suffer for long, as a gate that has controlled their livelihood, as a gate that has servant, because we never knew. Hatukuwa tunajua what to do. Hatukuwa tunajua eti ya kwamba you are ahead of us. Hatukuwa tunajua kwamba uko na mipango mizuri na sisi. Mungu muumba mbingu na dunia, na kuomba tu tuweze kutuwezesha nyumba hii. We dedicate it into your able hands, that you may control, you may run, you may become the vessel that rules us, that we may be able to find solace, love and peace within ourselves. May you, Father, bless everyone here. Bless the children, bless the elders, bless women and men. Bless them. In Jesus' mighty name we do pray. Sawa, wekeleni hapo. Wale watu ambao walisema wangetaka kuwa in leadership, nikiingia pale kwa ofisi yangu bunifuate. Yes, just follow me there. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.